Walikuwa maarufu kama Double Trouble, vijana mapacha weusi kutoka pande za Atlanta, Keon na Cairo. Miaka yao ni 16, lakini drama yao ni ya miaka 46. Siku moja walikamatwa na polisi wakivuta bangi nyuma ya duka la kubadilisha matairi. Polisi walivyowaona waliwauliza, "Mnafanya nini hapa?" Keon akajibu bila hofu, "Tunajaribu kuchaji akili kabla ya mitihani." Polisi wakacheka lakini hawakuvutiwa. Wakawachukua kituoni. Baada ya kukamatwa na polisi kwa kosa la kuvuta bangi, mapacha Keon na Cairo walitolewa onyo kali kama ugali wa jana na kupewa jukumu la kuwaelimisha wenzao. Siku ya presentation ilifika. Shule yote imejaa hadi jamaa wa duka la vibuyu akaketi nje kusikiliza. Keon alianza kwa maneno mazito, "Leo hatufundishi hesabu, tunafundisha maisha. Hebu tuanze na akili." Akachora duara kubwa sakafuni. "Hili ni ubongo wako kabla ya bangi mpana, unafikiria biashara, maisha na mabibi watatu." Kisha akachora duara dogo pembeni. "Na hili ni ubongo wako baada ya bangi, unafikiria bata, chipsi na kulala hadi kesho." Wanafunzi walicheka hadi darasa la chemistry likaacha kufoka harufu ya kemikali. Kisha Mike ikampata Cairo, bingwa wa kuongea bila breki. "Sasa mimi si mtaalamu wa ubongo, lakini naweza kuonyesha kilichonikuta nyuma." Akachora duara dogo, akasema, "Hili ni tako lako kabla ya kukamatwa, limejaa uhuru, linakaa vizuri kwenye kiti cha basi." Kisha akachora duara kubwa, "Na hili ni tako lako baada ya kukamatwa, limevimba kwa marungu, linaona kiti kama adhabu ya Mungu." Wote wakapiga kelele, hadi principal akawa anacheka kwa siri nyuma ya miwani yake. Kisha Cairo akainama kwa drama, kama anazungumza na polisi, "Siku ile nilikamatwa, nilijua maisha yamebadilika. Polisi aliniona kila nikitaka kumpanga wapi halegezi kamba, akasema, 'Ingia ndani,' na matako yangu yakasema, 'Sisi tuko tayari kuishi gerezani.'" Keon akaongeza, "Wanafunzi, achaneni na bangi, inakonda akili na virungu vya polisi sio poa, mazee vinavimbisha matako." Kila mtu akaondoka na somo sio tu la kuacha madawa, bali pia jinsi ya kuchora maduara yenye impact maishani. Nilegeze kamba ili niweze kupanga yote, sababu ya kusoma. Ndio maana ninavuta afande, nilegeze kamba ili niweze kupanga yote, sababu ya kusoma. Ndio maana ninavuta afande.